enda udance. Enda upike. Ni mapasta, pigeni smile. Hawa yellow. Mapaparazi nao. Ottoman. Akufunze vizuri. Gari ya maharagwe. Yaani kusaidia kama kuja 5. Kwani mnakimbishwa? Mnakimbishwa? Mnafanya mzana sweat? Wameniona na mimi nimekuona. Kwani wanafukuza huku? Mnakuja aje mbio?
Yesu mmetisha ambaye ni mwalimu wangu na mimi nampenda sana. Amen. I would request everybody, if you are not a graduate, please, if you are not a special cameraman, don't come on this front. Nitaomba kwamba kila mtu kama wewe haufuzu na pia uchukue picha, tafadhali usije mbele. Praise the Lord. Tumsifu Bwana. Amen. Amen. Well, may we be upstanding as we welcome one of our pastors to come and pray for us. Hata tusalie tumesimama tunapokaribisha moja kati ya wachungaji wetu ili aje akatuombee. Just choose one pastor to come and pray. Chagua tu mchungaji mmoja aje na aombe. Come and pray. Karibu na uombe. Amen. Amen. Let's pray with God and we pray. Hata tukubaliane na Mungu tunapoomba. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus. Mungu mwenye mbingu, katika jina la Yesu Kristo. We want to give you thanks for this special moment. Tunakupa shukrani kwa ajili ya wakati maalum. That you brought us together in this fellowship, O Lord, King of Glory. Kwamba umetuleta pamoja kwa ushirika huu, Bwana. You had predestined that at this particular time we shall be here in this occasion. Ulikuwa umekusudia kwamba kwa wakati maalum kwamba tutakuwa hapa kwa ajili ya hafla hii. Father, we want to appreciate you that we are not here for ourselves, but we are here for the good of your kingdom. Baba, tungependa kushukuru kwamba hatuko hapa kwa sisi wenyewe, bali tuko hapa kwa uzuri wa ufalme wako. Your name remains glorified. Jina lako lisalie kutukuzwa. You will always be the God. Kwa kuwa wewe umebaki kuwa Mungu, The creator of heaven and the earth. muumbaji wa mbingu na nchi. Father, we believe that and we appreciate you for this occasion. Baba, tunaamini na pia tunakushukuru kwa ajili ya hafla hii. That the Holy Spirit, who is our teacher, who is our guide, is able to take us through. Kwamba Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu wetu na kiongozi wetu akaweze kutuongoza. We give you thanks and we give you the glory. Tunakupea shukrani na tunakupa utukufu. In Jesus' name we pray and believe. Katika jina la Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Let's put our hands together as we appreciate the man of God. Wacha tuweke mikono yetu pamoja tunapomshukuru mtumishi wa Mungu. Graduates, I want you to be happy. Wahitimu, nataka muwe na furaha. Put up a smile face, please. Jaribu kuvalia tabasamu tafadhali. Because when a fighter fights, at the end he celebrates. Kwa sababu kila wakati mpiganaji anapopigana mwishowe huwa anasherehekea. Because he has won the war. Kwa sababu ameshinda vita. And put up a smiling face. Jaribu kuvalia nyuso za tabasamu. Tell your neighbor, be happy for this. Ambia jirani yako kwamba kuwa furahia siku hii. Amen. Amen. Praise the Lord. Tumesifu Bwana. Let's get seated. Wacha tukaketi. We are not going to take much time. Hatuendi kuchukua muda mwingi. Because we want to take a short period as possible. Kwa sababu tunataka tuwe wafupi sana. Because this program, kwa sababu ratiba hii, we are already late. Tushachelewa. Amen. Amen. As an introduction to the school, I know you have been in class. Kama utambulisho wa shule, najua mmekuwa darasani. You have trained. Mmeweza kujifunza. And you are still training. Na bado mnazidi kujifunza. I want to welcome Pastor Sifuna. Ningependa kumkaribisha mchungaji Sifuna to say something about the school. Ili akaseme kitu kuhusu shule. Then after that, na baada ya hiyo, I'll be bringing the chief guest in. Nitakuwa naleta mgeni wa heshima. Let's appreciate Pastor Sifuna as he comes. Wacha tumshukuru mchungaji Sifuna kwa makofi anapokuja. God bless you, sir. Mungu akubariki. Thank you so much. Asante sana. I see you have a lot of work. Naona tuko na kazi kubwa. Because you still have some work to do, Pastor Job. I want to give you a break. Ya, nataka kunipumzisha kidogo. So that you prepare to come again. Ili nikajiandae kuja tena. Pastor Alex, come and help me a little bit. Mchungaji Alex, njoo kanisaidie kidogo. Then you will be able to come with the guest of honor later on. Asante. Amen. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. I'm so glad. Nimefurahi sana. And I love it.
Na napenda hiyo. I love you people. Napenda nyinyi watu. And I honor you people. Na waheshimu nyinyi watu. So many of you have traveled long way. Wengi wenu wamesafiri kutoka mbali. And finally you are here. Na hatimaye uko hapa. Some are from within. Wengine wanatoka karibu hapa. Thank you and you're welcome. Asante sana na mmekaribishwa. First and foremost, I would like to apologize. Ya kwanza na ya maana sana ningependa kuomba msamaha. We have got many pastors but the gowns are few. Tuko na wachungaji wengi ambao wanafusu lakini gown ama manguo lazima ya kufusu ziko chache. So I am so sorry. Kwa hiyo naomba msamaha sana. We have just begun. Ni tumeanza tu. We have just begun. Tumeanza tu. So pastors in our ministry were also graduating. Kwa hiyo wachungaji katika tendo ambao pia wanafusu and you have no gown. Na hujavaa gown. Don't worry. Usijali. You are one of us. Wewe ni mmoja wetu. And I request all of us. Na ningependa kila mmoja wetu hapa. After you are done, you have taken your photos. We also give those ones you haven't. Baada kumalizia hii mavazi na umepiga picha pia peana yule ambaye hajavaa ili apige picha pia. Praise God. Bwana asifiwe. Are we together? Tuko pamoja. So every one of us. Kila mmoja wetu hapa. Pastor Seven, those who are sitting far but you are supposed to be in our midst because I'm saying you are scattered several. Wachungaji ambao mbalimbali na wanafunzi tafadhali tungependa mkae katikati yetu. We love you so much. Napenda sana sana. Distinguished servants of God. Mtume wetu mtumishi wa Mungu. Our director Apostle Michael. Kiongozi wetu Apostle Michael. IGPN leadership present. IPG viongozi wa IGPA ambao wako pamoja nasi. Pastors and leaders. Wachungaji pamoja na viongozi. Graduates. Wale ambao wanaofusu. Ladies and gentlemen. Mabibi na mabwana. All glory and honor to be to God. Utukufu na heshima zinamrudia Mungu. Today is not just another gathering. Sio tu leo tu, sio tu mkusanyiko mwingine. Today is a prophetic milestone in the history of biblical training in our nation. Leo ni tukio la kiunabii ya kupata mafundisho ya Biblia kwa taifa letu. And across Africa. Na pia zaidi ya Afrika. Praise God. Bwana asifiwe. What we are witnessing, kila ambacho tunaona kwa macho, is a proof that when God initiates, ni hakikisho kwamba Mungu anapoanzisha maono, he also raises men and women who will faithfully steward it. Pia anainua watu ambao watakuwa waaminifu kupepa hayo. On behalf of IGPN Kenya, kwa niaba ya IPGF Kenya, International Grace Pastors Network, and the entire body of pastors gathered here, mwili wote wachungaji ambao wamekusanyika hapa, I stand with a heart full of gratitude and humility. Ninasimama na moyo wa furaha na shukrani ndani mwangu. We celebrate the successful completion of over 710 pastors. Tunasherehekea kufuzu kwa zaidi ya wachungaji 700. You are just but a representation. Nyinyi ni sehemu tu ambao ni waakilishi. 710 pastors and leaders have completed this training. Wachungaji 700 pamoja na viongozi ambao wanafunza. And the ministry leaders have completed this training. Ambao wamemaliza masomo haya. And they have been so much committed themselves to study. Wamejitolea sana kusoma. Discipline and truth. Wamekuwa na nidhamu sana na and this achievement is not small. Na hiyo kufaulu sio kidogo. It represents out the work. Inawakilisha kazi kubwa. Sound doctrine. Na inawakilisha mafundisho ya ukweli. And a hunger to divide the word of God. Na pia ni kuweka neno la Mungu sawa sawa. Our graduates, wanaofuzu tunawaheshimu. You started while shepherding churches. Ulianza vyema kuchunga kanisa. You started while shepherding your churches. Mlianza kusoma wakati ambao mnalinda ama mnachunga makanisa. Shepherding your families. Kuchunga kanisa. And even communities. Na pia vikuwekeka vijiji. This tells us, hii inatuonyesha, tells us one thing, inatuambia kitu kimoja. The future of the church is secure when leaders love the truth. Kwamba
maisha ya mbele ya kanisa iko sawa wakati ambao watumishi wa Mungu wanapenda ukweli. Our dad, Apostle Michael, Baba wetu Apostle Michael, we deeply appreciate you. tunakushukuru sana. You did not only send teaching, Haukutuma tu mafundisho, you sent also your heart. pia ulituma moyo wako. We appreciate you. Tunakushukuru And sana. we love you. Tunakupenda. You did not only provide lessons, Haukupeana tu mafundisho, but you also provided access. pia ulipeana kufaulu. You did not only release materials, Haukupeana tu material, you released capacity. ulipeana pia uwezo. We love you so much. Tunakushukuru sana. Through your leadership and the IGPM, Kulima Sahoro, Kupitia kwa uongozi wako na shule yote that data was provided, ambayo ulipeana, data bundles were provided, ulipeana pia tanta bundles, resources were also availed, rasilimali pia ulipeana, and also systems were established so that pastors, even in remote areas, could learn without limitation. na pia ukapeana mpangilio mzuri ambapo pia wachungaji kutoka sehemu ya ndani sana waliweza kusoma. That is a true apostolic service. Hii ni ishara tosha ya kimitume. The fact that you have traveled all the way from America to come, Licha ya kusafiri kutoka mbali Amerika kukuja, personally, kibinafsi it's a long distance, ndio? ni mwendo mzuri Mbali sana. mbali sana. Kutoka America, Mississippi, Kukuja from America Mississippi, sio kwa sababu ya biashara badala. Hajakuja, he has not come for business, hajakuja kwa biashara to earn a profit. kupata faida. Hajakuja kwa kitu kingine kile, imagine. He has not come for other things. Amekuja tu kwa sababu yako wewe. He has just come here for you. Has come personally just for you. Amekuja tu kikamilifu kwa ajili yako, To preside over this ceremony, kusimamia sherehe hii, and it speaks volumes. na inaongea kwa upana. It tells us that this work matters to you, Inatuambia kwamba hii kazi inajali sana wewe, and more importantly, it matters to God. na zaidi ya yote inajali Mungu sana. Apostle Michael, Apostle Michael, please receive our sincere gratitude. pokea shukrani zetu za kimbali. Your labor is not in vain. Kazi yako katika Bwana sio bure. We love you. Tunakupenda, We honor you. tunakuheshimu, We cherish you. tunakusifia. What excites us even more is not only what he has been accomplished, Kile ambacho kinatufurahisha sana sio tu kile ambacho tunapata leo, but what lies ahead. bali kile ambacho kiko mbele yetu. As we speak now, Tunapoongea sasa, over 20,000 pastors have already enrolled for the next intake. zaidi ya wachungaji 20,000 wameshaandikisha kuanza kusoma. This is beginning January. Hii inaanza Januari. So over 20, and we have already some that have already started with Apostle Mark. Where is he? Kuna wale ambao tayari wameanza kusomaka We kwa already started the class tayari ameanza darasa in Bungoma, kule Bungoma, and I'm so happy. na ninashukuru Keep sana. on Apostle Mark. Endelea mbele So Apostle. among the 20, he has got his own class Miongoni mwa 20,000 yeye ako na darasa included. pia ako ndani. And I know Pastor Alex also has got a class. He has brought the 25 of them here. Mchungaji Alex ameleta And 20 beginning another class 2026 January. pia tunaanza darasa lingine kule maili 7 mwaka ujao Januari. So I honor you people. Na pia na waheshimu And wachungaji. the number continues to grow. Na idadi inaendelea kuongezeka. This is not by human mobilization. Hii sio kazi ya mwanadamu. This is a hunger Hii ni njaa God has stirred ambayo Bwana amechochea in the land. kwa katika mji huu. Praise God. Bwana asifiwe. We love you so much. Nakupenda sana. Kenya is saying something clearly. Kenya imeona kitu kilicho wazi, Train us. kutufundisha, Equip us. kutujaza. That's what we are saying. Hiyo ndio tunasema, Train us. tufundishe, Equip us. tujaze, Ground us in truth. pia tuweke kama As pastors in this nation of Kenya, kama wachungaji wa mji wa Kenya. our shared desire Tamaa ya moyo wetu is to see this work take deeper roots. kuona
ni kuona hii kazi inaendelea kuingia kiwango. Where the biblical training is not just accessed online, Mahali sio tu mahali ambapo mafundisho inasomewa kwa online, but established locally, na pia ikaweze kufika sustainably, ikipatikane and with excellence. na pia kwa njia iliyo bora. We believe that when God gives a vision, Naamini kwamba Mungu anapopeana maono He also pia unfolds it in seasons. anaitambulisha ama anaichochea kwenye hatua. Today is a seed. Leo ni mbegu, Tomorrow is structure. kesho ni chengo, And the future is legacy. na mbeleni ni alama. Apostle Martha, we do not take this partnership lightly. Apostle Mike, usichukulie hii hatua kiurahisi. We receive you not only as a director, Tunakupokea sio tu kama director, but as a father bali tunakupokea kama baba whose footprints ambao miguu zake, alama ya miguu zake are already visible in the lives of many Kenyan pastors. pia zimeonekana katika maisha ya Wakenya We wengi. commit ourselves to faithfulness, Tunajipeana kwa uaminifu, integrity, kwa pia kwa nidhamu, and stewardship of what has been entrusted to us. na pia kutunza vyema kile ambacho tumepewa. May God enlarge your tent. Mungu apanue hema lako, May He strengthen your hands. wacha akupatie nguvu mikono May zako, He reward your sacrifice. wacha akulipe kwa From Kenya we say thank you for believing in us. kutoka Kenya. Tunasema asanteni sana kutuamini. Congratulations to our graduates. Hongera kwa wanaofuzu. Welcome to this historic moment. Karibu sana kwa hii And above all, to God be the na glory. pia tunampatia Mungu utukufu. This is IGPM, Ni IGPM, and we appreciate each and every one of you. na tunashukuru kila mmoja wenu Foundation truth, kwa msingi wa kweli, biblical study, mafundisho ya kibibilia we have enjoyed. tumefurahia, And we are going again to implement whatever we have been na implementing. tunaenda kutendea kazi yale ambayo tumesoma. Feel welcomed. Kisikihizi kisikie nyumbani. We love you all. Tunawapenda ninyi wote, And God bless you so much. Mungu awabariki sana. Thank you, thank you, thank you. Asante sana. Amen. Amina. Appreciate your coordinator. Tunashukuru kwa kwa wetu tafadhali. Is that how you appreciate your man of God? Ndio tunashukuru kwa Mungu. Praise the Lord. Bwana siwe. I want all the graduates, if you know you are, even if you don't have a gown, Nataka wanaofuzu wote, hata kama hauko kwa nguo rasmi, I want these children to be removed behind. nataka hao watoto wenye wako ile ya nyuma watoke ili I want all the graduates to come and sit. wote wanaofuzu wakuje wakae huko nyuma, hata kama hauko kwa kawi na umekalia kwingine, tafadhali njoo watoto hao waende sehemu. If you are seated there and you are a graduate, please come and sit. Thank you very much. Asante sana. Amen. Amena. Study to show yourself approved. One man who does not want to be ashamed. Jifunze kuonyesha The word of truth. jifunze kuonyesha kwamba wewe ni Mungu kwa usahihi. Proverbs chapter 12 verse 1. Mithali 12 mstari wa kwanza, The Bible says, andiko linasema whoever loves teachings kwamba unapenda mafunzo, gets knowledge. yule ambaye anapenda What do you get? unapata nini? Ask your neighbor, what do you get? If you don't want Unapata teachings. nini kama wewe hutaki mafundisho? Kiongozi wa kanisa, wewe ni mchungaji ambao haujaenda katika mafundisho According to the government setup, kulingana na mpangilio wa serikali, you'll be operating illegally. utakuwa unafanya kazi kinyume na sheria. So what the normal course you have taken now, Kwa hiyo hii mafundisho mzuri ambao umechukua sasa it is good for you. ni nzuri kwako. Apostle Michael, right? He has come at the right timing. Amekuja kwa wakati unaofaa. So take this opportunity Kulichukua fursa hii and grab it. na ukamate vizuri, Utilize it.
itumie vizuri and help others. na usaidie pia wengine. One thing I believe about training, Kitu moja ninachoamini kuhusu mafundisho, if you train well, kama utajifundisha vizuri, the kingdom of God will be increased. ufalme wa Mungu utaongezeka. Let me repeat it again. Wacha nirudie tena. If you train well, Utakapojifundisha vizuri, you will cause the kingdom of God to be increased. utasababisha ufalme wa Mungu upanuke, Because you are very sure of what you are saying. kwa sababu utakuwa na uhakika kile ambacho utakuwa unasema. You are certain in your heart that whatever I'm speaking is true. Utakuwa na ushawishi ndani moyo wako kwamba kile ambacho unasema ni cha ukweli, And your confidence is na ujasiri wako ni kwamba whatever I'm delivering chochote ambacho napeana is worthy of the kingdom. ni kile ambacho kinastahili kwa ufalme. So continue training. Kwa hivyo endelea kujifundisha. You haven't even started training. Bado haujaanza. You are just warming up. Hiyo tu ni rehearsal. Until you get the first BA. Mpaka utakapopata BA ya kwanza, The first degree. BA ya kwanza. Then you will tell you start training. Hapo sasa ndio utaambiwa sasa anza kusoma. Praise God. Bwana asifiwe. Ask your neighbor, are you ready for this? Uliza jirani yako, uko tayari kwa hili? But now it's not an option, it's a must. Lakini sasa hivi sio chaguo, ni lazima. Kwa nje Kenya ni lazima sasa. So pastors, Wachungaji, be in class. ingia darasani. For those who are not yet in, Wale ambao hawajaingia darasa, I encourage you be in class. nataka nikutie moyo, ingia darasa. I'm one of the teams that are gathering the information to update the proposal that was given to the government. Mimi ni baadhi ya wale ambao wanasanya maoni kupelekea serikali. And next month, February, we are going to attend a meeting at the Parliament Na House. mwezi wa pili tutaenda mkutano kule bungeni. Whatever you are hearing that has been enacted, it will not be abolished, Kile ambacho nasikia kwamba kimeandikwa, kimeamuru, haitapigwa marufuku, but they are going to change. bali wanaenda kubadilisha. There are things as pastors we are suggesting that should be put in that document, Kuna vitu kama wachungaji tunaomba kwamba waweke katika hiyo so that it will not become a suppressing formula to suppress the church. ili isikuje ikafinyilie kanisa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amina. So we are praying to God that our pastors will take heed of this Kwa hivyo tunaomba kwamba Mungu asaidie wachungaji and make sure that we follow the instructions very wahakikishe well. kwamba wanafuata maagizo vema. For those who are in school, Wale ambao wako shuleni, IGPN, IGPN, I encourage you to continue studying nawatia moyo endelea kusoma. and help others also to continue studying. Endelea kusaidia wengine waendelee kusoma. I have many students in Kenya, Niko na wanafunzi wengi hapa Kenya. so I will go through your curriculum and see what you are offering. Nitapitia masomo yenu ili nione kila ambacho mnapeana. Then I will let them know that there is a training they must get. Na pia nitawajulisha kwamba kuna training ambayo inaendelea. And then I will introduce them to you, Pastor Sifuna, Naweza kuwatambulisha kwa mchungaji Sifuna. and then you will continue connecting them with them. Pia utaendelea kuwaunganisha kwa apostle. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Amen. Amina. So God bless you so much. This is our church. This is our home. Ni kanisa letu hapa ni nyumbani And I bless na the pastors, the two of them. wachungaji wawili wamebarikiwa. They have been my students, Wamekuwa wanafunzi wake and I see where they are going. na naona pahali penye wanaelekea It's a greater place. ni mahali pakuu. Amen. Amina. God bless you so much. Bwana wabariki sana. I want us to be upstanding. Nataka tusimame kwa miguu zetu. We now want to welcome Apostle Michael Sasa nataka tumlete Apostle Michael to come and deliver his message. kuja kupeana ujumbe wake. And then after that, Baada ya hiyo we will do another program. Amen. God bless you so much. Bwana kubariki sana. Amen. Hallelujah. Let's remain standing for a moment.
I come with greetings from our apostolic team with IGPN. Nimekuja na salamu kutoka kwa kikundi cha mitume wa IGPN. Reverend Preston Smith from Arkansas. Reverend Preston Smith from Arkansas. Kasisi Smith kutoka kule penye amesema. Pastor Nagarjuna Injumala. Ule mzungu ametaja. India. Anatoka India. I just had him on the phone and I was celebrating and showing him video. Nilikuwa na simu yangu nikisherekea nikijaribu kumuonyesha video. And his heart is full. Na moyo wake umejaa. So I honor you, Apostle Felix. Hivyo basi nakuheshimu sana mtume Felix. I honor you, Dr. Milton. Thank you for presiding. Nakuheshimu sana Daktari Milton kwa kuja. And we give honor to an executive team of IGPN that serve all of us. Acha tupeane heshima kwa wale wasimamizi wa IGPN ambao wanatutumikia. And I honor you, graduates. Na wanaohitimu, hamjambo. Hallelujah. Hamjambo. And most of all, can everybody join me in honoring our King Jesus? Kitu kingine ni kwamba hili wote waangalie nani, tumheshimu Yesu. Haleluya Yesu. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Tunaweza keti. I want to share just a little bit about IGPN. Ningependa kushiriki kwa ufupi kuhusu IGPN. And then I want to bring some comments to you. And then I want to share some comments. Na pia nitakuwa najaribu kuchangia, nitakuwa nashiriki mchango. IGPN was started about 11 years ago in India. Pastors. Na hivyo basi leo hii hiyo imeweza kukua hadi wachungaji 50,000 gathering in 8 countries. Ambao wanakusanyika kwa mataifa 8. God truly has bigger plans than we can think or imagine. Kwa huduma zitokazo kwa Waefeso 4. Another one is the ministry of every believer. Na nyingine ni ile huduma ya kila muumini. And the third is servant leadership. Na ya tatu ni utumishi, uongozi wa utumishi. So in other words, even though I have the microphone right now, kwa njia nyingine hata kama niko na kipaza sauti sasa hivi, I am not important than you. Mimi si wa maana sana zaidi yako. Amen. Amen. And we are not important than any of our congregants. Na sisi sote si wa muhimu zaidi ya watu wetu wote. We have different assignments. Tuko na majukumu tofauti. Hallelujah. Hallelujah. And so it's under that banner that we gather in IGPN. Ni chini ya hiyo umbrella kwamba tumejikusanyika kwa IGPN. Now, I want to share a few comments. I know that our time is brief. Nataka kupeana mawazo kidogo ama kuchangia kidogo, najua wakati wetu umeenda. I am entitling these comments, knowledge is not enough. Niko napea ushirika huu ama tunaenda kuchangia kichwa cha hekima. Knowledge is not enough. Hekima ama ufahamu hautoshi. Listen to the word in 2 Peter chapter 1. Sikiza neno la Mungu katika Petero wa pili 1 verses 3 through 8. Kuanzia 3 hadi 8. His divine power has given us everything we need. Nguvu zake za kiungo zimetupa kila kitu tunachohitaji. For a godly life through our knowledge of him who called us. For a godly life through our knowledge of him who called us. Kwa maisha, kupitia maisha ya kiungu ambaye ametuitia sisi. And he called us by his own glory and goodness. Na alituita sisi kupitia utukufu wake na uzuri wake. Through these he has given us his very great and precious promises. Kupitia hii ametupa wema wake na ahadi zake nzuri. So that through them you may participate in the divine nature. Ili kupitia hiyo ukaweze kushiriki katika hali ya uungu. Having escaped the corruption in the world. Ili uweze kuepuka ufisadi wa dunia hii. Caused
caused by evil desires. ambayo inasababishwa na matamanio maovu. Utamiliki vipengele hivi In increasing measure, kwa kiwango kilichoongezeka, they will keep you zitakuweka from being ineffective zitakuweka kutokuwa maana and unproductive na kutokuwa wa kuzaa in your knowledge katika ufahamu wako of the Lord Jesus Christ. katika ufahamu wako wa Yesu Kristo. It is possible to have a knowledge of the Lord Jesus Christ Inawezekana kuwa na ufahamu wa Yesu Kristo and be ineffective. na ukwe hauhesabiki. The Bible tells us that knowledge puffs up, Biblia inatuambia kwamba ufahamu unainuka, but love builds up. lakini upendo unajenga. The Bible says that there's a way that seems right unto a man. The Bible says that there's a way that seems right unto a man, Biblia inasema kwamba kuna njia ambazo zinaonekana sawa kwa macho ya wanadamu, but its end is destruction. lakini mwisho wake ni maharibifu. So we must approach things as God is calling us to. Lakini tunafaa tusongee kwa namna ambavyo Mungu ametuita tusonge. You have established a basic foundation of knowledge, Lazima tuanzie msingi wa chini wa ufahamu, and now I am encouraging you na sasa hivi ninawatia moyo to add. ili muongeze. I want you to add to your faith. Nataka uongeze kwa imani yako. Faith is being persuaded, Imani inakuwa ikiangaziwa, persuaded of something. inaangaziwa ama inatangulizwa na kitu. How many of you are persuaded of the love of Jesus Christ? Wakati wenu mnaangalia ama mnafukuza upendo wa Yesu. I am so persuaded that he loved me before I loved him. Mimi nimeshawishika kwamba Mungu alinipenda hata kabla ya mimi kumpenda. Hallelujah. Hallelujah. And so the Apostle Peter says, add to your faith goodness. Na hivyo basi mtume Petero alisema kwamba kwa imani yako ongeza wema. In the Greek, goodness means that you are aligned with your purpose. Katika Kigiriki uzuri inamaanisha kwamba unaenda sambamba na makusudi. It isn't not about being good or bad. Haihusu kuwa mzuri wala mbaya. It is about how God has designed you, Inahusu jinsi ambavyo Mungu amekuumba, the blueprint he has put in you, na ile uzuri ambayo ameweka ndani yako, and fully aligning with his purpose. ambayo inaenda sambamba na makusudi yake. Add goodness into your life. Ongeza wema kwa maisha yako. Hallelujah. Hallelujah. We are to add knowledge. Tunapaswa tuongeze ufahamu. Knowledge is first-hand experience. Ufahamu ni ile uweza wa kwanza. If Pastor Felix tells me about Kitale, Iwapo mchungaji Felix atamwambia kuhusu Kitale, but I have never been there, na lakini mimi sijawahi kuwa huko, I have never seen the people, sijawahi ona watu, I've never seen the streets, sijawahi ona zile streets kule, I have a very limited understanding of Kitale. niko na uweza wa uelewa hiyo na kipimo kuhusu Kitale. But now I have first-hand experience with Kitale. Lakini sasa hivi hapa na uwezo wa kwanza kuhusu Kitale. I know what the streets look like. Anajua jinsi towns zinafanana. I know what the buildings look like. Najua mijengo inafanana. I know Rafiki. Najua Rafiki. And I love Kitale and Rafiki. Na ninapenda Kitale Rafiki. And Turkana County. Na napenda pia Turkana County. Pastors in Uganda. Na pia napenda walikuwa Uganda. Other distant places. Na masehemu za mbali. Because I now know you. Kwa sababu sasa nilikujua wewe. I've had personal experience with you. Na niko na ile hali ya maelewano pamoja na wewe. So I add to my faith goodness and knowledge. Nimeongeza kwa imani yangu wema na ufahamu. And I add to my knowledge self-control. Na katika ufahamu wangu nimeongeza hali ya kujiongoza. Many pastors and leaders Wachungaji wengi na viongozi lose their power in Christ wanatumia nguvu katika Kristo because they've lost. kwa sababu wamepotea. Wamepoteza Self-control. wamepoteza ile hali ya kujiongoza. Self-control is the conquering of me within. Kujiongoza, hali ya kujiongoza ni zaidi ya namna ambavyo unajiwazia wewe.
inashinda kujiongoza, inashinda chenye kiko ndani yako. The Word of God tells me a few things about myself. Neno la Mungu linaniambia vitu vichache kunihusu mimi. The Word of God says that my heart is deceitfully wicked. Neno la Mungu linaniambia kwamba moyo wangu umedanganyika na uovu. It's deceitfully wicked above all else. Yeah, inadanganyika na uovu miongoni mwa vyote hivyo. Michael Goss needs to be conquered by the power of the Holy Spirit. Michael Goss anafaa ongozwe kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Inside, ndani. You as graduates need to be conquered by the Holy Spirit. Inside. Nyinyi kama wahitimu mnapaswa kuongozwa na Roho Mtakatifu kutokea ndani. Never step higher or think that you are above. Usiwahi simama juu na ujifikirie kwamba wewe uko juu. The submission to the Lord Jesus Christ. Lazima ujishushe kwa upendo wa Yesu Kristo. Submit to Jesus Christ. Jishushe mbele ya Yesu Kristo. Go low. Shusha, jishushe. Stay low. Kaa chini. Be like John the Baptist. Sio kama Yohana Mbatizaji. I must decrease. Lazima uweze kupungua. He will increase. Yeye aongezeke. Hallelujah. Hallelujah. We are to add to our faith goodness and knowledge and self-control. Tunafaa tuongeze kwa imani yetu wema, tuongeze uzuri na pia tuongeze hali ya kujiongoza. And we must add perseverance. Na lazima tuongeze uvumilivu. Perseverance is the ability to stand up under the pressure. Uvumilivu ni hali ya kuweza kusimama hata unapopatwa na msukumo. Knowledge will not be enough. Ufahamu haiwezi fanya hivyo. You and I need perseverance. Wewe na mimi tunahitaji uvumilivu. Because there are going to be some challenges. Kwa sababu kutakuwa na changamoto. There have already been some challenges. Na tumekuwa kwenye changamoto. We've had to stand. Lakini tumesimama. You've done everything to stand. Katika kila kitu tunaweza stand firm some more. Lazima tusimame tena zaidi. Hallelujah. Hallelujah. Stand firm. Simama imara. Because perseverance, when it finishes its course, kwa sababu wakati uvumilivu utamaliza kazi yake, brings maturity and completion. Inaleta ukamilifu na kumaliza kabisa. Jesus is in the process of completing us. Mungu ako katika harakati ya kutukamilisha sisi. That's the purpose of the fivefold in Ephesians 4. Huo ni unabii katika Efeso 4. That all will grow in the knowledge of the Son of God. Wote wanaokuwa kwa ufahamu wa mwana wa Mungu, attaining to the whole measure, wanafikia viwango vyote of the fullness of Christ. Vya ukamilifu wa Kristo. And you and I be in that process of completion so that we can exemplify it for others. Wacha mimi na wewe tukue katika ile hatua ya ukamilifu ili tuweze kuwasaidia ama kuwapa hata wengine. Amen. Amen. So, we must add to our faith, knowledge, knowledge, self-control, perseverance. Tunafaa tuongeze kwa imani yetu wema, tuongeze ufahamu, tuongeze hali ya kujiongoza na tuongeze uvumilivu. We must add godliness. Lazima tuongeze uungu. Godliness is, by the Greek, is an attitude. Uungu ni ile hali, an attitude of honor to the Lord. Hali ya kupeana heshima kwa Mungu. That we want to walk like Him. Kwamba tunataka tutembee kama yeye. It's a heart posture. Ni hali ya moyo ama kusimama kwa moyo. That I want to reflect Jesus in the earth. Ambayo unataka kuangaza Yesu hapa duniani. That's what it means to add godliness. Hiyo ndio inamaanisha kuwa na uungu. Hallelujah. Hallelujah. And to all those, then we are to add mutual affection. Na kwa hizo zote tunapaswa kuweka ushirika wa karibu. Mutual affection is a commitment to the unity of all. Ushirika ama ushirika wa karibu, hiyo ni kujitolea kwa umoja wa kila mtu. It is a decision that we as the body of Christ are going to be one. Huo ni uamuzi ambao sisi kama mwili wa Kristo tunaenda kuwa mmoja. Paul says it in another way. He says, make every effort to keep the unity of the Spirit. Paulo anasema kwa maneno mengine kwamba fanyeni jitihada muweze kuweka umoja wa roho through the bond of peace. Kupitia amani.
you and I wewe na mimi are responsible tunahitajika ama tuna jukumu in the body of Christ, tuna jukumu katika mwili wa Kristo, as much as it depends upon us, hata kama inatuhusu sisi, inatutegemea sisi, to keep unity, tutengeneze umoja. Hallelujah. Hallelujah. Let's give the Lord praise. Bwana makofi. Hallelujah. Hallelujah. And the last is not last because it's less important. Ya mwisho na pia si ya mwisho kwa sababu hii ni ya muhimu sana. I believe Peter left this last one because it is the most important. Nafikiri kwamba Petro alituachia ya mwisho kwa sababu ni ya muhimu sana. And it is love. Ni upendo. We must add to our faith all of these things, but most of all we must add love. Tunapaswa tuongeze kwa imani hivyo vitu vyote, lakini zaidi tunahitaji tuongeze upendo. The Apostle Paul said that three remain: faith, hope, and love. Mtume Paulo anasema kwamba vitatu vinabaki: imani na upendo. Faith, hope, and love. Imani, matumaini na upendo. And the greatest of these, na kikuu zaidi ya hiyo ni love. Ni upendo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. But God demonstrated his love in this. Na Mungu aliweza kuonyesha upendo wake kwa namna hii. That while I was a sinner, kwamba wakati nilikuwa mtenda dhambi, he gave his life for me. Alipeana maisha yake kwa ajili yangu. No greater love has one for another. Hakuna upendo ambao unaweza kuwa nao mkubwa kwa zaidi ya mwingine. Than to lay down one's life. Zaidi ya kutoa maisha yako mwenyewe au mtu kutoa maisha yake. Love is patient. Upendo ni uvumilivu. Love is kind. Upendo ni Love is kind. Ni upole. Love does not keep record of wrong. Hautafuti makosa. Love is the most important. Love is the most important. Upendo ni ya maana sana. So we can walk in gifts. Wakati natembea kwa hiyo vipawa vitenda vinavyotenda kazi. We can walk in great abilities. Atutembee kwa uwezo mkubwa. We can walk in great knowledge. Atutembee kwa ufahamu mkubwa. And if we do not have love, kama hatuna upendo, we are only a clanging cymbal. Sisi wote tutakuwa tunajiunganisha tu. So add love. Tunapiga kelele bila upendo. How many of you want to be effective and productive in your knowledge of the Lord Jesus? Wangapi wenu mnataka kuwa effective na wakuzaa katika ufahamu wa Yesu Kristo? Raise your hand. Amen. Amen. I have a word for you as I close. I would ask you to stand. Could the whole Niko na neno kwa ajili yenu ninapomalizia. Nawauliza kwamba muweze kusimama. I honor you, graduates. Na waheshimu sana nyinyi mnaofuzu. Hallelujah. Hallelujah. The word of the Lord concerning you is this. Neno la Mungu kuwahusu ninyi ni hili. You are the first fruits. Nyinyi ni mazao ya kwanza. The Lord says, I love first fruits. Mungu anasema kwamba anapenda mazao ya kwanza. First fruits are pleasing to the Lord. Mazao ya kwanza yanamfurahisha ama yanapendeza kwa Mungu. The Lord says this does not mean that you are more important. Mungu anasema kwamba hiyo haimaanishi kwamba nyinyi ni wa muhimu sana. You're not more important than others. Haimaanishi kwamba nyinyi ni wa muhimu kuliko wengine. But it does mean lakini haimaanishi that I have chosen you kwamba nimewachagua to go first. kwa mwende kwanza. Hallelujah. Hear me. Nisikizeni. I have chosen you. Nimewachagua ninyi. No, don't miss this. Msikose hii. The Lord wants you to know He has chosen you. Mungu anataka wewe ukajue kwamba amekuchagua. He has chosen you. Amekuchagua wewe. Hallelujah. Hallelujah. I have called you first. Nimewaita ninyi kwanza to pay the price for others behind you. ili mkalipie gharama ya wengine wanaowafuata. Don't just run ahead to the finish line. Msikimbie tu mbele ili mfikie pale mahali pa kumaliza. Carry as many people with you as you can possibly carry. Beba watu wengi na wewe kwa namna ambavyo utaweza kubeba. Great are the challenges ahead of you. Kuu ni changamoto ambazo ziko mbele yenu. You will come up against those challenges first. Lazima uinuke juu ya ile changamoto kwanza. Count it a joy when you come up on these challenges. Hesabu kuwa furaha unapozishinda hizo changamoto. Because you know that the testing of your faith, kwa sababu unajua kwamba chanzo ama uwezo wa
imani yako develops perseverance. Imani yako inazaa uvumilivu. And perseverance must finish its course. Na wakati uvumilivu unamaliza kazi yake, so that you may be mature and complete. Ili ukaweze kukomaa na kukamilika. The Lord says that is the goal. Mungu anasema hilo ndio kusudi. Maturity and completion. Ukomavu na ukamilifu. Maturity and completion in you. Ukomavu na ukamilifu kwenu and the body of Christ. Na kwa mwili wa Kristo. The Lord has spoken over you. Na Mungu amenena juu yenu. Blessings. Baraka. Amen. Tupigie Bwana makofi. Tushangilie Bwana. Tupige kelele ya furaha. That's so powerful, eh? That's so powerful. Tell your neighbor, the prophetic word upon my life will never pass away. Yes, I want you to tell your neighbor, whatever that has been spoken upon my life will never pass away. That is so powerful. That God has chosen you first. And as you have been chosen, make sure you carry as many people as you have. That is the church of Christ. That is what Christ wants. Mimi huwa nakuwa very careful sana hiyo sitangaze kwa kusema na kuanga makini sana na mtu akifundisha kitu. Na maneno yenye huyu mwanaume ameongea hapa, we deserve to sit under his anointing. The words that this man of God has spoken here, we need to sit under his anointing. Amen. That is so powerful. Hiyo ni nguvu sana. And I want to tell you, nataka nikwambie, if this apostle is your teacher, kama apostle huyu ni mwalimu wako, and you are listening carefully on him, na unamsikiza kimakini sana, you will go far. Utaenda. I tell you again, you will go far. Utaenda mbali. It is rare to find Americans who preach like him. Sio rahisi kupata Waamerika kama huyu kunena haya ambayo anasema. I want to tell you this. I have many friends in America. It is rare to find an American who preaches the gospel the way Apostle Mikey anaweza ubiri. Even as we are giving you a word of prophetic upon that you have just begun. And God is going to raise whatever you started in a little way. It is going to be greater and the impact will be so big and everybody will feel. Mungu anaenda kuinua kile ambacho umeanza kitapanuka, itaacha God is going to give you resources and you will help many pastors to know what God has given. Mungu anaenda kupatia rasilimali ili usaidie wachungaji kutimiza kile ambacho Mungu amekupa. Because the word you are preaching, you are not preaching to show off. You are preaching because it is inside you. Kwa sababu neno ambalo unahubiri sio unahubiri kujionyesha, bali liko ndani mwako. I've listened to you. Nimekusikiliza. The short moment when I'm seated there, muda mfupi ambao nimeketi pale, you have activated my spirit. Umechochea. And if you can speak to my spirit, kama unaosenenea roho yangu, it means God has called you for this. Inamaanisha Mungu amekuitia hayo. So we welcome you again in Kitale. Kwa hiyo tunakukaribisha tena hapa Kitale. In Rafiki, I believe they have told you the meaning of the word Rafiki. Hapa Rafiki natumai umeambiwa maana. Rafiki means friendship. Rafiki inamaanisha friendship. So continue coming here. Kwa hiyo endelea kukuja hapa. And Pastor Sifuna will also bring you to our church. Na mchungaji Sifuna atakuja kutoka kanisa zetu. And we are welcoming you so much. Tunakukaribisha sana. These pastors are not just ordinary Africans. Wachungaji hawa sio tu watu wa kawaida wa Afrika. These are men of God. Hawa ni watumishi wa Mungu. And when you see them sitting down like this, na unapowaona wameketi hapa hivi wameketi, they respect the anointing that is on you. Wanaheshimu mafuta ambayo iko juu yako. So wherever you are,
Popote ulipo, whatever you be doing, chochote ambacho utakuwa just unafanya, continue praying for them. endelea kuwaombea. These people, they love God. Hawa watu wanapenda Mungu. And if there is any revival God is bringing, Na kama kuna mfufio yote ambao Mungu analeta hapa ulimwenguni, you are charging them, unawachochea, they are the people who will begin the revival. ni watu ambao wataanzisha mfufio. Because you have already spoken. Kwa sababu umeinena tayari. And because you are now building the capacity of the people who will carry on with the revival. Ni kwa sababu sasa umechenga nguvu kwa wale ambao watakuwa na pepo ufufio. God will hold your hand. Mungu atashikilia mkono wako. So God bless you so much. Mungu akubariki sana. We love you. Tunakupenda And we still need you. na bado tunakuhitaji. Come and come again. Njoo na njoo tena. Amen. Amen. Praise the Lord. There is a time you will come, then we will move towards the centers. Kuna wakati ambao utakuja na utatembea katika senta zote. Sifuna will do the coordination. Sifuna atatu And he will establish many centers. Tutaimarisha. I know he has the capacity. Najua kuna uwezo. I've worked with him. Nimefanya kazi na yeye. He's a young man with strength, Ni kijana wa nguvu, vigor and power and vision. ako na nguvu na maono. So he's a man to trust. Ni mtu ambaye amejitoa kwa sababu ya Mungu. Amen. Amina. God bless you so much. Bwana wabariki sana. Let's get seated. Wacha tuketi. At this time, I want to welcome now the issuing of the certificate. Wakati huu sasa nataka nilete yule ambaye anaenda kutupatia certificate. And God is faithful. Na Mungu ni mwaminifu. This certificate you are going to get Certificate hii ambayo naenda kupata is your document. ni cheti yako. Please Tafadhali keep it well. weka vizuri. Anywhere you go, Popote ambapo utaenda, if you are traveling even outside this country, unaposafiri hata nje ya nchi hii, carry the document. pepa hiyo cheti. So I want to welcome Pastor Sifuna Nataka nimkaribishe tena mchungaji Sifuna and also the apostle to come here again, tena apostol arudi hapa tena, because we want to do that. kwa sababu tunataka tufanye hivyo. Put your hands together for the men of God. He's coming here to read the certificate, Anakuja hapo kusoma majina ya certificates and he will be issuing the certificate. na atakuwa apostol kwanza atakuwa So he will be reading, atakuwa anasoma certificate, hand it over to the apostle. anapeana kwa apostol, You will come to the apostle. anakuja kwa apostol, He will greet you anakusalimia and give you the na certificate. anakupatia cheti. Amen. Amen. God bless you so much. Anakubariki sana. Violet N Nyongeza. Unakujia kwa hizi steps hapa hapa mama hapa, ndio uchukue picha vizuri hapo. Kila mtu nakujia hivi. David Mwanda. Jacqueline Acheng Ocheng. Willy Paul Nasiuma. Na usiogope, unakuja tu vizuri, unakanyaga tu kwa stairs hapa, hizi steps. Pamela Odhiambo Maero. Elizabeth Mutenyo Wafula. Simngoje, tutabadilisha maua. Ninyi mngoje na maua kwanza. Ngoja na maua kwanza, tutamaliza, watapiga picha hapa, mnabadilisha hawa maua. Mbona mnaenda mbele ya program? Samuel Ocheva. Samuel Ocheva. Philip
Eregae Uje ukufili. Ndio. Fenix Wanjala Sifuna. Sasa hiyo. Yake ni endelea bwana. Ozi yako. Sio Felix. Yako na mama Diana Chepkorir Kangoko. Unapigia mtu makofi. Ukajipata asome alafu unapigia makofi. Dickson Rotich. Dickson Rotich. David Siamba. David Ekwe. Pigia Ekwe makofi. David Barasa Omar. Pigia makofi. Daniel Mosetti. Daniel Mosetti. Cliff Makori. Absent apology. Christine Ngina Mutungi. Absent apology. Abigail Chelagat. Nyinyi mfurahie watoto ya watu, hata nyinyi mfurahie. Alex Maelo. Alex Maelo. Alex Simiyu. Alex Simiyu. Pigia Alex Simiyu makofi. Ann Hombe. Ann Hombe. Pigia Ann makofi jamani. Augustus Musyoka Kalu. Augustus Musyoka Kalu. Absent. Bernard Onyango Otieno. Bernard Loshoruo Lekitayet. Ni Masai. Boniface Ndinyo Wanyonyi. Absent with apology. Bryson Sefu Mwakideo. Absent with apology. Bramwell Simiyu. Pigia Bramwell makofi mazuri. Jacqueline Gek Mwangale. Edith Nakeva Di Mwei. Pigia Edith makofi jamani. Dominic Kipkorir. Dominic Kipkorir. Dominic Ekwong Lowangera. Dominic Ekwong Lowangera. Frederick Pudo Oche. Fred Siegisa. Bashir Oyamo Moses. Absent with apology. Faisal. We have got some misspelling. We shall rectify that. Let's just see. Faisal Sangalo. Fadhili Ovuova Mohammed.
apology. Ezekiel Kedevede. Evans Kiege Munare. Evans Kabisa Murunga. Apology. Emmanuel Shekina. Pigia pastor mdogo huyu makofi. Yaani amuoni kuna maono hapa. Iko maono hapa. Yes. Hapa iko maono makubwa sana. Emmanuel Masese. Pigia Emmanuel Masese makofi. Emmanuel Barasa Wafula. Emmanuel Barasa Wafula. Elizabeth Mafula. Elias Baya Kalume. Nathaniel Samuel Okusimba. Still on the way coming. So his message. Naomi Nasimi Wafula. Apology. Francis Mkamba Wasilwa. Hata kama hayuko piga makofi. Flora Nanjala. Milton Localdei. Julius Ekuom Nakiru. Tukiendelea hiyo, kama unajua uko na simu ya mama alikupatia simu, tafadhali mletee. Evelyn Akiru Ere. Kama unajua mama alikupea simu, Mama Rose Masese alikupea simu, mletee tafadhali. John Ebongo. John Ebongo. Dennis Wambua Mutisi. Pigia Mutisi makofi. Nance Wanjala Simiyu. Mutaki Charles Wanjala. Mutaki Charles Wanjala. Pigia makofi jamii. Mtu amejikaza amesoma anastahili kupigiwa makofi. Wafula Moses Wafula Simiyu. Moses, pigia Moses makofi. Watie watu wa Mungu moyo jamii. Waone Moses Nyangales. Na nyinyi msiangalie tu watu mmekaa tu kwa mnaangalia, tupigie wapendwa wa makofi. Mary hata leo atakupigia kesho makofi. Mary Nafula. Joseph Jerem Roba. Pigie makofi. Morris Atare Masika. Morris, pigia Morris makofi. Helen